Nilisoma maandiko matakatifu, nikasikia waasi, nikasema ni nini hichi? Nikakutana na maandiko pia katika misa takatifu, nikabaki kuchanganyikiwa. Lakini hii ndiyo maana tunaambiwa tusali kwanza kabla ya kusoma Biblia, ili tumuombe Roho Mtakatifu kutupa uelewa kamili. Ebu tuanze na maandiko matakatifu kuhusu waasi na uasi wenyewe. Maandiko ya msingi. Zaburi 118:22. Jiwe walilokataa waashi limekuwa jiwe kuu la pembeni. Wathesalonike wa pili 2:3. Siku ile haitakuja usipokuja kwanza ule uasi. Waebrania 3:12. Angalieni ndugu zangu, isiwepo ndani yenu moyo mwovu usioamini, ukaondoka kwa Mungu aliye hai. Petro wa kwanza 2:7-8. Yesu ni jiwe linalowakwaza wasiotii neno. 1. Waasi ni nani katika mwanga wa imani ya Katoliki? Katika mafundisho ya Kanisa Katoliki, waasi ni wale wanaokataa kwa hiari na kiburi imani, mamlaka au mapenzi ya Mungu. Uasi unaweza kujitokeza katika sura tofauti. Waasi wa imani, iresi na apostasi. Kama inavyofafanuliwa katika katekisimu ya Kanisa Katoliki, iresi, uzushi, ni kukataa kwa ukaidi ukweli fulani wa imani ya Kikristo uliobatizwa ambao kanisa linauweka kuwa walazima kwa kuamini. Apostasi, kuasi imani, ni kuikana kabisa imani ya Kikristo baada ya kuipokea. Waasi wa maadili. Wale wanaoishi kwa uasi wa maisha, yaani kupuuza amri za Mungu, dhambi za mauti na kushikilia dhambi kwa kiburi bila toba. Waasi wa kiibada. Wale wanaodharau sakramenti, hasa Ekaristi Takatifu, na kuishi maisha ya kidini kwa jina tu, bila matendo ya imani. Jiwe walilokataa waashi, tafakari ya kimafundisho. Yesu Kristo ndiye jiwe kuu la msingi wa wokovu. Matthew 21:42. Viongozi wa dini waashi walimkataa kwa sababu walitegemea miundo ya kidini bila roho ya kweli. Leo wengi humkataa Kristo kwa kutanguliza mawazo ya kidunia, siasa au mitazamo ya kisasa juu ya Injili ya kweli. Kanisa linatufundisha hakuna wokovu nje ya Kristo. Yesu ndiye mwana wa Mungu aliye hai, msingi wa kanisa. Uasi dhidi ya Kristo ni uasi dhidi ya kanisa lake. 3. Uasi ni dalili ya giza la kiroho la nyakati zetu. Kanisa Katoliki linafundisha kuwa katika nyakati za mwisho kutakuwa na kuongezeka kwa uasi wa kiroho. Kabla ya kuja kwa Kristo mara ya pili, kanisa litapitia jaribu kubwa la mwisho ambalo litavuruga imani ya waamini wengi. Katekisimu ya Kanisa Katoliki neno T. Kwa hiyo, uasi si tu jambo la zamani, bali ni hatari ya sasa. Kupungua kwa heshima ya Ekaristi, kutopokea sakramenti za toba, kukumbatia mila za kisasa zinazopingana na Injili ya kweli. 4. Leo, waamini wanaitwa kutoka katika uasi hadi utakaso. Kanisa linatufundisha kuwa neema ya Mungu hutushinda hata kama tumekuwa waasi. Njia za kutoka katika uasi. Tofauti ya sakramenti ya upatanisho, kitubio, hurudisha neema kwa waasi waliotubu. Sakramenti ya Ekaristi inaimarisha muungano wetu na Kristo, jiwe kuu la wokovu. Katekesi na maisha ya maombi hufungua macho yetu na kubadilisha maisha. Matendo ya huruma na upendo ni matunda ya imani hai na utiifu kwa Injili. 4. Wito wa kanisa kwa waamini wote kukomaa katika utii. Uasi ni hali ya moyo unaokataa uongozi wa Kristo. Lakini Kanisa Katoliki likiongozwa na Roho Mtakatifu linatufundisha Kristo ndiye nuru ya mataifa. Kanisa linaitwa kuiangaza nuru hiyo kwa mataifa yote kwa njia ya ushuhuda, Ekaristi na upendo. Tafakari ya mwisho. Je, mimi ni muumini wa kweli au wa jina tu? Je, nimesimama katika msingi wa Kristo au bado naishi kama muasi wa kimya? Tuombe. Bwana, unifundishe kutii, unisaidie nisiwe mkaidi. Nifundishe kuishi kwa imani, kwa unyenyekevu na kwa wito wa kweli. Nijenge juu ya msingi wa Yesu Kristo, si kwa kiburi wala uasi. Amina. Natumaini umejifunza kitu siku hii ya leo. Usiache kusubscribe chaneli yetu ya I Am Catholic Tanzania, kulike na kuweka ujumbe wako unaenda kamani kujifunza nini au kupata msaada gani. Tafadhali tuandikie hapa chini kwenye comment na Mungu akubariki sana. Amina.